Mtazamaji, basi kama nilivyokuelezea hapo awali kuhusiana na mgomo huo bado unaendelea, na kwenye muda wowote tu hivi sasa Waziri Cleopa Mailu, waziri wa afya, atazungumza na wanahabari kuhusiana na namna ambavyo mambo yalikuwa katika afisi zake zilizoko Wizara ya Afya pale katika jumba la afya hapa jijini Nairobi. Itakuwa ni wenye kufuatilia pia yale ambayo yatakayozungumzwa katika mkutano huo. Hata hivyo, muungano wa madaktari yani KMPDU umetishia kutoendelea na mazungumzo na serikali iwapo matakwa yao hayatatimizwa, sasa ikibainika mahakama imeagiza kukamatwa kwa viongozi wao. Haya yanajiri baada ya mazungumzo ya karibu siku nzima na mahakama moja kuharamisha mgomo huo na kuagiza kukamatwa kwa viongozi wa madaktari hao. Mwanahabari Mark Namaso amekuwa akifuatilia taarifa hiyo na hivi sasa anaarifu. Jumba la afya kwa siku ya tatu likifanywa pahala pa mkutano wa kutafuta suluhu kwa mgomo wa wahudumu wa afya. Wawakilishi wa madaktari wakifika kwa mashauriano, wakisaka nyongeza ya mshahara ya 300%. Wakati mmoja wakifika nje kushauriana. Lakini sio hao tu waliotaka mgao bora wa mkate wa kitaifa. Wanataaluma wenza sekta ya afya walifika kudai haki yao. Why do they decide to pay others and leave others? Is it because some are children of a higher God than the others? Wakati huu wote, wawakilishi wa madaktari walidurusu pendekezo la nyongeza kutoka kwa serikali kabla ya kutangaza msimamo wao. Na mikakati yao ikiendelea, mahakama moja ikaangusha shoka la kuharamisha mgomo huo. Sasa madaktari wamesema maongezi yamegonga mwamba ikiwa serikali imeamua kuchukua mkondo wa kuwakamata na kuwashtaki. The government has moved to court and we have information that they want to arrest the union officials, and therefore we have declared that we shall not negotiate until the government withdraws and court issues if they want to negotiate in good faith. Jaji Helen Wasilwa wa mahakama ya kutatua mizozo ya wafanyikazi na waajiri wao ameagiza OCS wa Kilimani kuwatia mbaroni viongozi wa mgomo huo endapo hawatafika mahakamani siku ya Jumanne wiki ijayo kueleza ni kwa nini wasikamatwe. Mzozo huu ukizidi, muungano wa makanisa NCCK ukataka rais kuingilia kati. This fiasco is endangering the lives of ordinary Kenyans who have become the proverbial grass that hurts when two bulls fight. We call upon His Excellency President Uhuru Kenyatta to personally take charge of the issue as he did with the teachers and bring sanity to the dispute. Wakati huu wote, Wakenya wakizidi kuvumilia machungu ya ukosefu wa huduma za afya. Kwa siku tatu sasa, jengo hili la afya limetoa tumaini la kukomeshwa kwa mgomo wa madaktari. Lakini sasa inaonekana kwamba itabidi Wakenya wasubiri zaidi hadi wakati ambapo madaktari watakubali kurejea kazini. Mark Namaso, KTN.